Hello and welcome again. Sisi tunaongelea maswala ya infotainment. Tunaongelea mambo ya health, politics, football na mambo pia ya enjoyment hapa na pale. Wanasema inaleta raha. Otherwise, leo tuna focus kwa mambo ya health. You know that there is this vaccine, wanasema a vaccine is one that takes a longer period, just like the Depo-Provera injection for the family planning. Kuna Depo pia imetokea ya HIV. Imagine Depo ya HIV, yani unameza tu pep on the administration day, unameza tu pep for 2 days and then hiyo ina take over for 6 months. Do you think you are taking a good shape as long as or as much as health is concerned? Kwa sababu ukiangalia vitu kama hizo zikikuja, meanwhile tunasema health ina improve, health wise watu wataishi maisha mengi. Hizo ma diseases ambazo zinaitwa terminal illness, hizo ambazo zindonda sugu zinakuwa managed. Just as an example, hiyo HIV. Samson Mutua amekuwa Mkenya wa kwanza, imagine, kupokea vaccine hiyo kule Nairobi. Vaccine yenyewe inaitwa Lenacapavir. Lenacapavir imetoka zile pande za majuu ama pande za US. Ati sasa naenda majuu, yani sehemu za Seattle. So Lenacapavir ina protect somebody against contracting that infection for 6 good months. Imagine ukipata unalala na mtu maybe haujui anayo ama hana, utakuwa unajiprotect for a good 6 months. Sasa hiyo 6 months tena utapewa TCA ama to come again after 6 months. That's just a half an year. So ni dawa ambayo inaleta gumzo hapa na pale. Ni ukweli inafanya ama ni vipi? Do you think atakuwa pia anafanya test tujue kama is it effective ama kulikoni? Ni ile tu anasema prevention is better than cure. Otherwise, you can also condomize. Kuna condoms, kuna pia abstinence. Remember, HIV or this sexual transmitted infection zinakuwa transmitted through sexual, yani unprotected sex. Wanasema pia wale ambao wanatumia dawa za kulevya, the heroin guys wale, na hizi dawa zingine eti wanajidunga, wana share the needles. Yani ni mambo tu ya kuavoid abstinence. Kama ni lazima ufanye sex, it's not a must, you will not die. Kumbuka Yesu mwanao wa Mungu hakujihusisha kimwili ama tendo la ndoa na mtu yeyote yule. Hata Biblia inasema unaweza abstain. Just be loyal to your partner if need be, and if you're just that guy of so many partners, kumbuka kuna protection, kuna condoms, female and the male one. Otherwise pia sexual transmitted infections, ukiwa na multiple partners, kuna HPV, human papilloma virus, ambayo pia inakuwa transmitted through a sexual contact or unprotected sex. So ni better you be loyal. Kama umeolewa, be loyal to your guy. Si uingie kwa pande za ati unakuwa the Russian guy, wewe ndio unatekana huku na pale, haileti shangwe. Maana wanasema ni ile tu, ujaribu ya John, ujaribu ya Daudi, ujaribu ya Job, ujaribu ya Isma, ujaribu ile yote ni same tu, tamu ni ile. Ukijaribu pia ati sijui ya Masi, ya Suzi, ya Esther, ati sijui huyu hata nione Karo leo ana test aje, utakuwa unajiumiza tu na mambo kama hayo. So it's better we take care of ourselves. We only live once. Our bodies are the temple of God. Otherwise tutakuwa tunaongelea masuala ya health, kwa sababu health is very broad, kama at the broad based government. It's very broad. Tutakuwa tunaongelea masuala hapa na hapa. Tukiamua tuongelee STIs, it will take even a lot of so many days just talking about
STI, but because of time and so many things tutakuwa tunakatia hapo. Otherwise, let's take care of ourselves, let's condomize, let's abstain, let's be loyal to each other, na mambo itakuwa best, inaleta raha. Otherwise, see you on the next one.